leo wakati nitapokoweka kidole, ama wacha niongee hiyo baadaye. Nataka nishukuru sana the County Assembly kwa sababu mnakumbuka vizuri wakati nilikuwa nifanye the address of the county. Mkanipa, you gave me that bill kwa ofisi pale Bwana Speaker. Mnakumbuka mlikuwa nyote. Niliposoma hapo nikapata kwamba mmeandika kesha, crusades, weddings, tuwape fine kwa sababu ya kelele walikuwa wanaweka. Nikamwambia hii vita tutaanza na kanisa, tutaweza kweli? Nikasema I'm not signing, kaiweka kando. And you will bear me witness, kabla ya even kelele kuanza. Lakini sisi wananchi wakiongea tunasikia. When the common citizen tells us this is what you are supposed to do, we heed to the advice. Tuliwasikiza vizuri. Pastors wakakuja wengi, wengine wakaanza siasa, walikuwa wanafanya mkutano usiku. Hapo wanapewa pesa kwamba enda kila kanisa, mseme vile Simba ni mbaya, anataka ajaienda kanisani ndio sababu anaripisha nini? Ushuru kanisa. Sisi tukasikiza vizuri na nikarudisha ile bill to the assembly. Nataka niwashukuru kwa sababu mliondoa kipengee kile cha kesha. I wish the national government, you could listen the cries of the Kenyans. Life is becoming unbearable. Maisha ama hapa Kisii mko sawa? Maisha imekuwa ngumu. Maisha imekuwa ngumu. Unajua siku nyingine nilifanya mchezo ni vile hao wanahabari wako hapa. Leo pia ningeuliza swali lingine. Mngeona ile umaskini watu wako nayo hata katika nguo zao ndani. Umaskini mbaya. Tunaomba na nataka niombe Pastor Murwabe kwa sababu yeye ni rafiki wa Mheshimiwa William Ruto. Wakati mnaomba waombe wawache uongo nyingi. Especially deputy wa president. Leo anadanganya kwamba amepea sisi pesa. Hata Andrew hakuna tumepata. Tafadhali ile maombi sasa tunaomba kwamba waombe Roho Mtakatifu vile aliniingia aingie wao. Ama vipi? Sisi wote ni watoto wa Mungu. Kwa hivyo kama mnaomba hiyo Roho Mtakatifu ingie kila mmoja ambaye ni kiongozi. We cannot overtax our people. People will be scared even to invest. Kwa hivyo nataka niombe leo, mimi nitaweka kidole hapa ndiposa pastor, hiyo itakuwa ni sheria. Sasa utaongea baadaye, utatusalimia hapa. Nilikuwa nimekuambia ukuje na watu wako wale mapastors, you will witness kwamba tumetoa hiyo kipengee. Lakini tunataka tuwaombe, we want to pray that tafadhali na nyinyi makanisa mkuwe na subira kidogo. Kama mtu huko kanisani usiku, wacha kurekodi kwa CD, alafu unaweka inaimba usiku mzima. Unahubiri kwa CD usiku mzima. Wewe umelala, CD kwanza umeweka speakers nje ya kanisa. The whole village, kuna wagonjwa, kuna watoto wanasoma. Tafadhali, you can regulate yourselves as the clergy. Now, we are not going to regulate you people, but regulate yourselves. But mkumbuke, kuna sheria ya environment of noise what? Pollution.
Tunaomba kama kwangu, unajua kwangu tuko hivi. Sasa mtu akiongea pande hii inapiga the whole valley. Watu walali. Tunaomba tafadhali Bishop, nimewaona hapa. Wewe nyinyi sasa tumeondoa hiyo kipengee, lakini na nyinyi regret yourselves. Hii kelele nyingi watu wako nayo usiku, watoto wasome, because pia hao watoto wanataka wakuwe mapasta kesho. Wanataka wakuwe ma-engineers. Kama wa kwangu huko kuna mtu alikuwa na weka mziki the whole night. Ikifika saa 12 amezima. Sasa anauliza, what is the logic? Ni saa ngapi watu wameamka wanafaa kusikiza mziki wa Mungu? Ni usiku ama ni mchana? Ni mchana. Kwa hivyo naomba ndugu zangu, mabadili wako hapa, crusade mtaendelea kufanya, lakini vile Radio Majority amesema hapa, zile ambazo zinafanyika kutoka national government, wabunge wetu nataka niwaombe, pigeni kelele Mheshimiwa Ruto ateremshe nini? Taxes. Hiyo ndio tutapenda wao. Wacha kukuja kupiga kelele kwa matanga hapa, kupiga nduru. Hatuwezi kusaidia. Na wananchi ni waerefu. Ama vipi? Mulia bangai? Ronda tatange egento kelitu akerusiri. Keliva ngotumia bakugenda matanga. Bache kanisa eme. Bantu batanya goja no ene kanisa eme ba nyolteri bagali egente goche kanisa eme. Goja gukwana tunga ki county government yerembe. Ntungotegerera tole ebirero by'abantu baito. With those many remarks, allow me now to ascend this bill to law. Nataka niseme juu ya soapstone. We have more investors. We want those stones to have value. Watu wakuja watengeneze factory hapa South Mogrango, hapa Sameta, wasaidie vijana wetu kufanya kazi. Kwa hivyo the bill, it has to be clear. The then bill ilikuwa imeweka 10,000 per ton. Lakini hii imeweka 20,000 per ton. Says, kwa sababu wananunua mawe shilingi 20,000. Mawe gari mzima, lakini sisi tumesema 1 ton ya 20 tons vehicle. 10,000 per ton, kama ni 20 ton ni 200,000, 400,000. Ndiposa hiyo mawe ikue hapa, watu wakuja waweke factories. Kwa sababu wamejenga factory kwingine, wanakuja wanabeba mawe, wanaenda kusaga kule. Wakuja watengeneze biashara hapa, vijana waajiriwe. Ama vipi? Hiyo tu. Joshua, hiyo iko hivyo. Huyo mtu anakuambia hivi, mwambie ni hivyo. Huyo mtu ni wa county na anakuambia hapana. Wewe bwana sikiza, hii imekuwa. Naweka kidole. Imeenda. Imeenda.